siku ambaye kila mmoja wetu atakapozikwa ndani ya kaburi, tunaondoka makaburini, wewe uko ndani ya kaburi, unakalishwa na malaika, unasikia vikwato vya viato vya watu wanavyoondoka makaburini pale, na wewe uko ndani ya mwanandani. Hawa watu watakapofika nyumbani, machozi itakuwa imeshakatika, hakuna kulia tena. Sasa ni kila mmoja anaangalia hao wageni waliokuja, tutawaandalia vipi? Lakini baada ya kuondoka kwako na mimi, ndugu zangu, yatakayefuata baada ya hapo, siku ya kuondoka kwako na siku ya kuzikwa kwako na siku ya kufufuliwa mbele ya Mungu siku ya Kiyama, yatakayefuata itakuwa ni majuto, na hii majuto ni mjukuu, haitoweza kumsaidia mtu. Na Mwenyezi Mungu ametaja majuto mengi ambayo binadamu atayajutia siku ya kufariki kwake, siku ya kuzikwa kwake, ingawa hatuna nafasi ya kuelezea majuto yote haya. Mtu atajuta, Muislamu, ni kwa nini mimi nilikaa mahali fulani, ni kwa nini mimi nilisimama mahali fulani, ni kwa nini mimi nililala mahali fulani, ni kwa nini mimi rafiki yangu alikuwa ni fulani. Lakini mtu atalia machozi rangi nyekundu na isiweze kumsaidia kitu. Katika majuto ambayo Mwenyezi Mungu ametaja ndani ya Qur'an ni katika surati Al-Mu'minun aya nambari 99. Tunawatajieni hizi aya nambari yake na sura, ndugu zangu, ili kila mmoja wetu atakapofika nyumbani aifungue tafsiri ya Qur'ani, yaiangalie hii aya. Inakuhusu wewe na mimi, ndugu zangu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati Al-Mu'minun aya nambari 99 anasema, hatta idha jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak, mpaka siku ambaye mmoja wenu atakapofikiliwa na mauti atamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, na kuomba uniregeshe kidogo, na kuomba unipe nafasi kidogo tu. Ukafanya nini huko? La'alli a'malu salihan fima tarak, wenda nikafanya mema ambaye niliyaacha nyuma sikuyafanya mimi. Na kuomba Mwenyezi Mungu unipe muda mdogo niende nikaswali salati alfajiri kwa jamaa msikitini. Ya Allah, na kuomba unipe nafasi ndogo nikaisome Qur'an, nilikuwa nimeigura. Ya Allah, na kuomba unipe nafasi nikafanya ibada ya haji, nilikuwa na uwezo wa mali na afya na sikuweza kwenda kufanya ibada hii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale pale atamwambia binadamu, kalla, hili ni jambo ambalo haiwezekani. Wewe ni mazungumzo tu unazungumza wewe, haiwezekani hilo jambo. Miongoni mwa majuto ambaye binadamu atayajutia, ndugu zangu, ni katika surati Al-Munafiqun aya nambari 10. Mwenyezi Mungu anasema, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuhimiza hapa tutoe sadaka, ndugu zangu, tutoe zaka, tuwasaidie watu, tuinue maisha ya watu, tuwatatulie watu matatizo yao, tuwalipie watu madeni yao, kabla ya siku ambayo mmoja wenu mauti itakapomfika atamwambia Mwenyezi Mungu, ya Allah, na kuomba uniregeshe kidogo tu niende nikatoe sadaka.